Aliyowafundisha watu kuvaa uzi wa mkononi ni nani? Mnakumbuka? Who told people to wear matajiri wote, mwambie matajiri wote. All the rich people. Wana uzi wapi? They wear threads on their hands. Hata tajiri kwa Tanzania. Amen. Amen. Praise God. Amen. Niwaonesha mkono wake. Yes. Naomba mtu wa media niwekee. Una nini? Uzi. Una uzi. Wahindi. India. Unashangaa havai saa kama ya kwako ya Kichina. He doesn't wear a watch like yours. They wear a thread. Wahindi wanavaa sana. Wa China tena wao ndio wanaongoza. Waarabu, Arabians, Wayahudi, Jews. Hii kitu wanayovaa ile ya uzi, This thing of the wameitoa kwenye Biblia. Wakati najiuliza maswali, Bwana Yesu, kwa nini wanafanya hivi? Myself, nilipoona, when I saw it, nikaanza kutafuta. I started looking. Kimetokea wapi? Where is it from? Nikaenda deep kwenye Indus. Nikatafuta, sikuona. I saw nothing. Nikaingia kwenye Qur'ani. I went to the Quran. Nikasoma, sikuona. I read and not see. Nikaenda nikasema pengine ni jambo la majini. Nikasoma suratul jini, sikuona. Nikasoma Hebrew. Nilipoingia kwenye Hebrew, nikatafuta first mention principle. First mention principle. Mungu akaniambia wewe, hii kitu iko Genesis. Hawa jamaa wameitoa kwenye kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Wana maana. Ile mko nako jisema Yesu. Pastor asome pale. Kitabu cha Mwanzo 38. Anza mstari wa kwanza. Amen. Mwanzo 38 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake. Ndio. Akamfikia mtu Mwadurami. Ndio. Jina lake Hira. Hira ndio. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanani jina lake Shua. Ndio. Akamtoa akaingia kwake. Naye akapata mimba akazaa mwana akamwita jina lake Eri. Akapata mimba tena akazaa mwana akamwita jina lake Onani. Onani watatu. Akaendelea akazaa tena mwana mwingine akamwita jina lake Shela. Kwa hiyo Yuda akawa na ngapi? Watatu. Wa kwanza Eri, wa pili Onani, wa tatu Shera. Naye Yuda alikuwako huko Kezibu alipomzaa. Ndio. Yuda akamoza mke Eri mzaliwa wake wa kwanza. Ndio. Jina lake huyo mke ni Tamari. Sasa Juda akamwozesha mwanae wa kwanza mke. Anaitwa nani? Tamari. Sawa? Anaitwa Tamari. Naye Eli mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana. Ndio. Na Bwana akamuua. Ndio. Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo ukamoe ukamwinulie nduguyo uzao. Ndio. Inatosha. Onani mwenyewe akafa. Amen. Onani kuna tukio alifanya hapo, sitaki ulisome. Bwana pewe sifa. Amen. Ndio maana mwenyewe akafanyaje? Akafa. Bwana pewe sifa. Onani mwenyewe alipokufa mtoto wa kwanza Eli, akabakia mke wake Tamari. Amen. Yuda akamwambia Tamari, basi uolewe na mdogo wake Eli kama unafanya baada ya makabila. Kwa Eli Onani mwenyewe akaenda kwa nani? Kwa Tamari. Alipeleka kwa Tamari kwa tukio alifanya sio zuri. Amen. Nimeliambia mlisome. Na Mungu akamuua kwa hilo tukio alilofanya. Amen. Sasa alipoona imekuwa hivyo, Yuda akasema no, huyu mtoto wangu wa mwisho na mwenyewe asije akafa. Akamwambia Tamari, rudi kwa wazazi wako. Huyu mtoto wangu wa mwisho aliyebaki akikua atakuja kuoe. Sawa Amen. Kwa hiyo baadaye alipokuwa huyo mtoto, Yuda akumpa huyo mwanamke. Amen. Sasa nenda 12. Siku nyingi zikapita, akafa binti Shua mkewe Yuda. Ndio. Yuda akafarijika. Akaenda kwa watu wake wakatao manyoya kondoo huko Timna. Ndio. Yeye na mwenzake Hira Mwadurami. Ndio. Huko Tamari akapewa habari kusema, mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Ndio. Basi akavua nguo za ujane wake. Ndio. Akajivika utaji. Akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu karibu na njia ya kuendea Timna. Ndio. Maana aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima wala hakuozwa awe mkewe. Ndio. Yuda akamwona, alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba. Maana amejifunika uso. Sasa yule mwanamke akasikia kwamba baba mkwe anakwenda wapi? Timna kukata manyoya nini ya kondoo.
Akasema mwanamke, baba mkwe nilimwambia anipe mtoto wake amekataa. Kwa hiyo zamani ulipokuwa ukifiwa unavaa nguo ya nini? Ya ujane mpaka huyo mtu utakapoolewa na mwanamume mwingine. Alipoona imekuwa hivyo, akavua nguo za ujane, akajilemba lemba, akajuka lipstick, akawa kama kahaba. Akategeshea njia ambaye baba mkwe anapita. Amen. Amen. Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Yuda nafikiri alikuwa na shida. Unajua kwa kahaba alikuwa na shida Yuda. Amen. Praise God. Akamwambia bwana, niruhusu niingie kwako. Kumba akujua kama ni Tamari. Bwana pewe sifa. Amen. Wanaume mwema. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Tamari anamuuliza yule kahaba Tamari. Sio kahaba, of course, amejifanya kahaba. Ukija kwangu utanipa nini? Sijajua wanawake wote nani alifundisha hiki kitu. Praise God. Hakunaga mwanamke yoyote ambaye anaweza kupewa bila kupewa kitu. Who can give without being given? Ukichumbiwa leo unasema iPhone imeharibika. When you're told today you want something. Praise God. Naomba simu. I want a phone. Naomba si nini? I want a new phone. Sina gesi. I don't have. Sina umeme. I don't have electricity. I have electricity bill. Wanaume. Mungu atake ngumu. Bwana pewe sifa. Amen. 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 Sina umeme. Electricity bill is not paid. Amen. Yani, amen. Ili mradi apewe kitu. Just to be given something. Bwana si. Kama ndio kupewa kitu Mungu akubariki sana. Sina uhakika lakini bwana pewe sifa. Hapo ni biashara au gani zinakufaga. Akipata boyfriend mwanamume, akasema biashara imefilisika kabisa. My business is broke. Ili apewe nini? Kwa na Tamari akamwambia ili uingie kwangu utanipa nini? Uweze kuingia kwangu lazima utoe kitu. You cannot come to me without giving me anything. Bwana pewe sifa. Amen. Yuda akasemaje? Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Badala mwanambuzi kitu cha thamani, akamwambiaje? Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Akasema mwanambuzi yuko hapa. Unajua wanaume tu hakuna viumbe wanajua kuahidi kama wanaume. Wanaume hapa. Wanaume sio watu. Yaani wanaume wanakuambia bwana, nitakupa mtaji milioni 10. Sawa? Nitakufungulia duka. Tena anakuuliza, binti Grace, unafanya biashara? Ndio. Zinaendaje? Haziko sawa. Anasema nitakuongezea milioni 5 hiyo. Sasa Tamari aliwajua wanaume kwamba wao huwa wanatoa ahadi. Na kuna wanaume dhambi tulionayo kubwa ni ahadi. Bwana pesa, wanaume oye. Kuna mdada ulimwaahidi hujampa. Bwana pesa sifa. Nitakufungulia duka, nitakuongezea mtaji, nitafanya vile. Stuff like that. Akamwambia mheshimiwa Yuda, ni kweli umeniahidi mwanambuzi. Weka leani. Mwanamke akikuahidi mwambie nipe leani. Bwana pesa. Mmesikia dada eh? Yes. Aweke nini? Leani. Nipe leani, uweke le. Umeniahidi mbuzi, mwanambuzi. Weka leani. Leani nini kwa Kiswahili? Leani nini? Nipe leani, nipe leani. Nimeweka nyumba yangu leani, maana nini? Nipe dhamana. Nipe dhamana kwamba give me a pledge. Uwezo umeniahidi mbuzi sawa. You promised kabla sijakuruhusu ingie kwangu, nipe dhamana. Give me a pledge. Kwamba nakudai mwana mbuzi kwangu uliingia. Angalia Yuda alichokifanya. Yuda akafanyaje? Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Akasema wewe nipe fimbo yako. Amen. Na pete ya muhuri. Jamani, kila mtu alikuwa na pete ya muhuri. Muhuri wako yani kama address yako. Nipe na pete ya muhuri na kamba yake. Ili niamini utamletea mwana. Angalia alichokifanya. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Alipompa leani, akamruhusu aingie kwake, akapata mimba. Alipata mimba nani? Tamari, mkwewe. Hiyo tukimwona hivi kwa baya baya ile jamani, wanawake Mungu anawaona. Wanawake Mungu anawaona sana. Baba pesa. Wanawake Mungu awatie nguvu. Anajua kwamba yeye ni baba mkwe. He knows that that's the father-in-law. Baba pesa. Amen. Endelea chini. Akaondoka akaenda zake. Ndio.
akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane wake. Sasa alipokusha kumpata baba mkwe, akavaa nini? Akatoa mavazi ya kikahaba, akarudi kama kuwa Tamari aliyefiwa na nani? Na mume. Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Mwadurami, ili apate rehani mkononi mwa huyo mwanamke, lakini akwenda mwenyewe. Na sisi kwa nini kila mwanaume mara nyingi wako na rafiki wa kufanyia uharibifu? Bwana pewe sifa. Amen. Yaani unakuta una rafiki. Pastor Adamu alikuwa na nani? Pastor Isaya. Marafiki ni mfano, lakini Pastor Isaya anamwendea Eva mfano. Are you getting? Wanakuwa na urafiki. Kwa akachukua yule mwanambuzi akampa rafiki yake, ampelekee nani? Tamari, kule walikokutana kule. Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Mwadurami, ndio, ili apate rehani mkononi mwa huyo mwanamke, lakini hakumkuta. Akakuta Tamari kashaondoka na dhamana yake. Bwana pewe sifa. Akauliza watu wa mahali pale akisema, unajua unapeleka dhamana ni kitu chenye nguvu kuliko unachokitoa, si ndio? Dhamana unatoa kitu chenye uwezo kuliko unachokichukua, si ndio? Kwa hiyo mimi kama alitoa nyumba apate $1,000,000. Are you getting it? Akauliza watu wa mahali pale akisema, yuko wapi yule kahaba aliyekuwapo Enaimu kando ya njia? Wakamwambiaje? Wakasema, hakuwako hapa kahaba. Wakamwambia hapa aje kutoka nini? Kahaba. Akamrudia Yuda akasema, sikumwona. Ndio. Hata watu wa mahali hapo walisema hakuwako kahaba. Ndio. Yuda akasema, na ichukue yeye, tusije tukatiwa aibu. Ndio. Tazama, nimempelekea mbuzi huyu, wala hukumkuta. Akasema sasa bora ile rehani akaenayo hiyo, jamani, tusikatiwa nini? Aibu. Nimechukua mwanambuzi afanyeje? Ni bora mwanamke apotee na hiyo nini? Rehani sije kaibika. Ikawa baada ya miezi 3, Yuda akapewa habari kwamba mkweo Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema, mtoeni ateketezwe. Wewe fikiri baada ya miezi 3 mzee Yuda baba mkwe anapelekwa taarifa, baba mkwe Yuda, mkwe wako Tamari ana mimba, amefanya uzinifu, ana mimba ya haramu. Yuda akasema, unasema yule mkwe wangu amekosea hivyo? Hakikisha kamateni, mkamteketeze, mkamuue. Sikia mwanamke alichokifanya. Alipotolewa alipeleka watu kwa mkwewe akisema, mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivi. Akasema, tambua basi vitu hivi ni vya nani? Pete hii na kamba hii na fimbo hii. Yuda akafikiri akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi. Wanaume, niwape siri. Msimu nao kaleani. Yesu. Praise God. Mimi Tamari kabla mjaniua, before you kill me, ni kweli nimefanya uzinifu. It's true, I had na mimba. I'm pregnant. Ila nenda mwambie baba mkwe aliyewatuma kuniua, mwambie Tamari ni kweli amefanya uzinifu, ila amepewa mimba na mtu mwenye hivi. But the owner of this pregnancy is the owner of this. Amen. Amen. Mwenye hizi pete na fimbo. Tambua nani amempa mimba. To know who impregnated her. Praise God. Amen. Are you getting? Yes. Baba mkwe, the father-in-law, ana cha kujitetea, cannot fight for himself. Praise God. Amen. Akasema hapana, he said, no, mimi ndo mkosefu, yeye ana haki kuliko mimi. Kwa sababu gani? Kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu. Kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu. Wanaume, amen, jifunze kutokutoa rehani. Learn not to give a pledge. Siku moja utaibika. One day you'll be ashamed. Bwana pewe sifa. Amen. 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 Endelea chini. Ikawa wakati wake wa kuzaa, walikuwapo mapacha tumboni mwake. Wakati Tamari sasa when Tamar anataka kuzaa watoto wa Yuda baba mkwe, was giving birth to the children. Amen. Amen. Walikuwepo mapacha tumboni. There were twins in her womb. Mapacha wako watu wawili. There were two
choose. Wote wanashindana kuzaliwa. They are all fighting to come out. Amen. Amen. Ikawa alipokuwa akizaa, ndio, mtoto mmoja akatoa mkono, ndio, mzalisha akautoa uzi mwekundu, ndio, akaufunga mkononi mwake, akasema, huku akisema, huyu ametoka kwanza. Thank you. Alipokuwa akizaa, when she was giving birth, kwa kawaida mtoto huwa nini? Kichwa. Kwa kawaida mtoto akizaliwa anatoa nini? The head. Kichwa. The head comes out first. Na kusema chini yako hapo utakuta ndio mwisho akatangulia, sawa? Kwa kawaida mtoto akiwa anazaliwa anatoa child. Sasa wakiwa kwenye tumbo, now when they're in the wanashindana, when they are fighting, nani atoke, who to come out nani first, awai, who to come kila out mtu anafight, anataka nafasi ya kwanza. They want to be the first. Yule mmoja akasema kichwa kitachelewesha, akabypass mwenzie, akatoa mkono. He gave out her hands. Yule mzalisha akauchukua mkono, akaufunga uzi mwekundu, akasema huyu ni wa kwanza. Is the first one. Praise God. Amen. Ndo hapo nilipoambia juzi, hao jamaa wanaofunga uzi wanafunga uzi ili kuonyesha wao ni wa kwanza. To show you that they are the first. My God. Powerful. Kila anapokwenda akifanya hivi, anawaonesha yeye ni wa kwanza. Na ndio maana huyo mfanyabiashara mkubwa Tanzania, tajiri wa kwanza, tajiri wa pili, tajiri wa tatu, tajiri wa nne, wote wanauzi. All of them have a thread. Ili wakuonyeshe wao ni wa kwanza. Ukiomba tenda, anapata yeye kabla yako wewe. He will get it before you. Miradi ya serikali anapata yeye baada yako. He will get them before you. Hata mkienda kununua unga, even when you go buy flour, unga wa Aza unachukua wa kwanza. You take Aza. Juice, even the juice za kwanza. Amen. Amen. Mikate ya kwanza. Mnaona baraba ile ya kwanza. Amen. Amen. Leo mna vinywaji mnakunywa vingi. Nini? Ya kwanza. Akifanya hivyo mkono wenye uzi, wanakufanya chochote, yeye atakuwa wa kwanza. He will be first. Ukienda China, when you go to China, wa China wamejifunga hizo kamba, hizo uzi, wanawaambia wao ni wa kwanza. They are telling you we are first. Wa Germany, the Germans, wanajifunga, they have threads. Leo unakwenda kuwa wa kwanza. Today you're going to be first. Nasema leo kuna watu mtaka kuwa wa kwanza. Today you're going to be first. Utakuwa wa kwanza kufanikiwa. You will be first to succeed. Kwenye ukoo wako. In your class. Utakuwa wa kwanza kununua magari ya kifahari. You will be the first to buy luxurious cars. Utakuwa wa kwanza kujenga. You will be the first to build houses. Utakuwa wa kwanza kuwa na maisha. You will be the first to have a good life. Utakuwa wa kwanza kufanikiwa. Nasema utakuwa wa kwanza. You will be first. Utakuwa wa kwanza. You will be first. Shuleni, in school, kazini, in your job, nyumbani, at home, utakuwa wa kwanza. You will be first. Utakuwa wa kwanza eh? Are you ready to be first? Leo ninakufanya wewe wa kwanza. Today I will make you first. Nasema kama hujawahi kufanikiwa, if you have utakuwa wa kwanza kufanikiwa. You will be the first to succeed. Kama hujawahi kuwa na maisha mazuri, if you have never had utakuwa wa kwanza kuwa na maisha mazuri. You will be the first to have a good life. Umezaliwa kwenye ukoo ambao hamna maendeleo, kila vitu vinaharibika, mambo yanakufa, wewe utakuwa wa kwanza kwenye ukoo. You will be the first in the clan to succeed. Amen. Unanielewa? Yes. Unanielewa? Yes. Kwenye mtaa utakuwa wa kwanza kuwa bora kuliko wao. Amen. Kwenye ulimwengu wa biashara, kama una duka, una saluni hapa Mkinyelezi, wapi uko na saluni, saluni yako itakuwa ya kwanza. Kama una mgahawa, mgahawa wako utakuwa wa kwanza. Kama una biashara itakuwa ya kwanza. Leo nimekuja kuwafanya watu mkawe wa kwanza. You are going to be first from today. Kama mjafunga ndoa kwa mzima, huwa mnaashika, utakuwa wa kwanza kudumu kwenye ndoa bora yenye maisha mazuri, wa kwanza. The first. Kama HIV haiponi, if HIV is utakuwa wa kwanza kupona. You'll be the first to be healed. Say Lord Jesus, nitakuwa wa kwanza. I will be first. Baba, nyumbani kwetu sisi ni broke, hatufanikiwi. We don't succeed at home.
tumezaliwa watoto watano. We are 5, but 4 7. none of us have succeeded. Huwa tuendelee. Wote tuelewani. We don't understand each other. Hatuna maisha. Wewe utakuwa wa kwanza kuwa na maisha. You will be the first to have life. Utakuwa wa kwanza kuwa na fedha. You will be the first to have money. Utakuwa wa kwanza kuwa tajiri. You will be the first. Utakuwa wa kwanza kuendesha gari ya kifahari. You will be the first. Utakuwa wa kwanza kuwa na hela. You will be the first. Na mtabia mtu mmoja, utakuwa wa kwanza. I prophesy to someone. Utakuwa wa kwanza. You will be first. 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 Kwani sio wa kwanza? Why can't you be the first? Kuwa na fedha ya kutosha. To have enough money. Unasema kwenye account kuna bilioni 8. You have milioni 300, 500. Wenzako wanalia unaopa chakula. Ila mkono wako jisema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Nitakuwa wa kwanza. I will be first. Nasema kuna mtu mwezi wa 7 unaoanza kesho kutwa. Utaelewa unachokifanya leo. Utaelewa unachokifanya leo. Yaani unasema Mungu nikipata milioni, yani kuna mtu hapa anawaza someone is thinking kupata milioni 200 to get 200 million. Kwamba akipata anazimia. Yesu. Inabidi uwe wa kwanza kupata bilioni. You have the first to get bilioni 2 3. Kwenye inawezekana mwanangu, inawezekana. It is possible. Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Unakuwa kwanza. You be first. Natamani una wanangu hapa mmejenga supermarket mahali makubwa. Unakuwa kwanza kumiliki a supermarket ya kisasa. A big supermarket. Mwambie nitakuwa kwanza kuwa na duka kubwa Kariakoo. I'll be the first to have a big shop in Kariakoo. Nitakuwa kwanza kumiliki duka kubwa Posta. I'll be the first to have a big shop in Posta. Hallelujah. Amen. Bita kanifuata sana, baba naomba uniombee. Someone came and said, Father, pray for me. Naomba niombee nipate mtaji wa milioni 1. Mimi I want to get 1 million. Niombe maombi yangu mimi milioni 1. Kasa wanangu umekosea adabu Na nimesema kuanza mwaka huu. From this year. Maombi ya milioni 10, 20, 40, 50 si yaombi tena. Mpeke pastor. Praying for 50 or 10. Asha tutakuombea. Proto tutakuombea. Ukija kwangu unaniomba baba naomba Mungu alifanyie muujiza wa milioni 50. 40, 20. Nitakuombea. Sawa. Protocol Ashazi utakuombea. Umesikia? Amen. Ukija kwangu nataka nikubariki. If you want me to bless mwambie baba nahitaji nianze milioni 200, 300, 400, 500 kwenda mbele. I can pray. I can pray. Baba niombe nipate mtaji milioni 3. Mimi nikuombe milioni 3. Hiyo nishatokaga, hiyo ishapita. Amen. Sawa Ukija kwangu na miaka 20, 30, unaambia baba nahitaji kuwa na kiwanda Tanzania. I want to have an industry in Tanzania. I said, nahitaji kumiliki kampuni ya kusapa, hiyo taomba. Baba na mtaji nataka kuuza mitumba 300,000. Mimi. Punga mkono wako juu. Na nataka milioni 500. How many want 500 million? Billion. Pastor, yani niombe mimi milioni 3. Sio dharau hiyo. Lina sio dharau. Kwamba matendo yako ni milioni 3. Unaambia baba nahitaji 1B. Hii niombe Mungu akupe milioni 200. Tunasema unaelekea kule. Bwana apewe sifa. Amen. Are you getting? Yes. Ile mkono wako jisema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Nitakuwa wa kwanza. I will be first. Napoongea milioni 200 kuna mtu anashtuka. Milioni 200 prophet unaifahamu? Mimi hata milioni 5 sijawahi kupata, hata milioni 1. Najua hujawahi kupata hata milioni 1, inawezekana ukapata 200. Amen. Praise God. Ile mkono wako jisema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Matendo. Acts. Matendo. Actions. Matendo. Actions. Matendo. Actions. Matendo. Actions. Matendo. Actions. Uwe wa kwanza kwenye familia yenu kusafiri. You're first to travel in your family. Yaani wewe kila siku unatoka Dar es Salaam Morogoro Singida. Hapana. Na wewe usafirigi. Amen. China na lini? China unaondoka lini? Bizo nayo. Nini kinakuhamisha? Mwezi wa 8 usipokwenda China hapa nakutoa. Anafahamu huyu anafahamu. Atakwambia. Huyu anataka kufukuza. Amen. Amen. Ikifika mwezi wa 9 kwenda China utanielewa. Yaani sio kuomba. Lango umeshafunguka wa kutosha. Ni wewe kuambia kwenda kesho.
Usiwaze hela, uwaza kwenda. Think of going. Praise God. Amen. Punga mkono wako juu. Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Bwana Yesu. Lord Jesus. Bwana Yesu. Lord Jesus. Bwana Yesu. Lord Jesus. Nahitaji matendo. I want action. Nahitaji matendo. I want action. Nahitaji matendo. I want action. Nahitaji I matendo. want action. Nahitaji matendo. I want actions. Leo naitamani uwe duka lako lifike milioni 300, 200, usafiri uende nje. Haleluya. Amen.